Mpira wa miguu ni mchezo wenye mashabiki wengi zaidi duniani na ni mchezo pendwa sana. Wachezaji wa mpira wa miguu ni kioo ambacho huangaliwa na mashabiki wao wengi kote duniani. Sasa licha ya umaarufu wao, kumekuwa na idadi ya matukio ya wanasoka hawa ambayo hakika yanastaajabisha sana. Ni matukio ya aibu ambayo yanahusiana na mapenzi. Vitabu vya dini vinatuambia usitamani mwanamke asiye mke wako. Lakini kwa baadhi ya wachezaji hawa maarufu imekuwa kinyume kabisa. Sasa ni bora hata wangeishia kutamani tu, lakini cha kustajabisha, wachezaji hawa waliishia kuwapora na kumiliki wake au wapenzi wa wachezaji wenzao, jambo ambalo lilishika vichwa vya habari duniani na kuleta ugomvi na uhasama mkubwa baina ya wachezaji hawa. Sasa hawa wachezaji watano ambao hawakuishia tu kuvunja amri ya 10, yani usitamani mali ya mtu mwingine kama ilivyoandikwa kwenye maandiko matakatifu, bali pia wachezaji hawa walikwenda mbali na kupindua meza kabisa na kutoka kimapenzi na wapenzi au wake za wachezaji wenzao. Moja, Mesut Ozil. Mchezaji huyu nguli aliwahi kuhusishwa na skendo kubwa ya mapenzi iliyomhusisha mchezaji mwenzake Christian Lel mwaka 2010. Lel alidai kuwa Ozil alikuwa na uhusiano wa siri na mpenzi wake wa wakati huo, Melanie Rikinger, jambo lililosababisha mgogoro mkubwa kati yao. Tuhuma hizo zilipata uzito zaidi baada ya Melanie mwenyewe kukiri kwenye mahojiano kuwa aliwahi kuwa karibu kimapenzi na Ozil wakati bado alikuwa kwenye mahusiano na Lel. Wakati huo Ozil alikuwa akipanda chati kwa kasi baada ya kung'ara kwenye kombe la dunia la mwaka 2010 akiwa na timu ya taifa ya Ujerumani. Hivyo habari hiyo ililipuka sana kwenye magazeti ya udaku Ulaya. Ingawa Ozil hakuwahi kutoa maelezo marefu hadharani kuhusu swala hilo, Lel alionyesha wazi hasira zake kwenye mahojiano na mitandao ya kijamii, huku akidai alisalitiwa na rafiki wa karibu. Skendo hiyo iliendelea kuwa moja ya simulizi maarufu zaidi ambazo zilimpa chapa usoni Mesut Ozil kama mwanamichezo asiye na adabu na mwenye tamaa kwa kuiba mpenzi wa mchezaji mwenza. Doa hilo bado linaonekana katika soka la Ulaya hadi miaka ya leo. 2. John Terry. Terry alihusika kwenye moja ya skendo kubwa zaidi kuwahi kutikisa soka la England baada ya kudaiwa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na Vanessa Paradis, aliyekuwa mpenzi wa zamani wa Wayne Bridge. Wakati huo Terry na Bridge walikuwa marafiki wa karibu na pia walicheza pamoja katika timu ya taifa ya England. Taarifa hizo zilipoibuka mwaka 2010, vyombo vya habari vya Uingereza vililipua sakata hilo kwa nguvu kubwa, vikidai kuwa Terry alikuwa akikutana kwa siri na Vanessa nyuma ya mgongo wa Bridge. Ingawa Vanessa aliwahi kupinga baadhi ya madai yaliyokuwa yanaandikwa na magazeti, skendo hiyo ilisababisha uhusiano kati ya Terry na Bridge kuvunjika kabisa. Tukio lilozua mjadala mkubwa zaidi lilitokea wakati wa mechi kati ya Manchester City na Chelsea, ambapo Wayne Bridge alikataa kumpa mkono John Terry mbele ya kamera za dunia nzima kabla ya mechi kuanza. Tukio hili liligeuka kuwa moja ya picha maarufu zaidi katika historia ya Premier League, na skendo hiyo ilichangia Terry kupoteza unahodha wa timu ya taifa ya England kwa muda. 3. Thibaut Courtois na Kevin De Bruyne. Wawili hawa waliwahi kuingia kwenye mgogoro mkubwa uliotikisa timu ya taifa ya Belgium baada ya kudaiwa kuwa Courtois alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na Caroline Lignen, aliyekuwa mpenzi wa De Bruyne. Sakata hilo lilianza kuenea mwaka 2013-2014 wakati De Bruyne alipokuwa bado nyota anayechipukia Ulaya. Katika mahojiano yaliyotikisa vyombo vya habari vya Belgium, Caroline alikiri kuwa aliwahi kulala na Courtois, na usiku mmoja tu na Courtois ulikuwa ni usiku ambao ameukosa kwa miaka 3 kwa KDB. Aliongeza kidai alifanya hivyo baada ya kuhisi De Bruyne alikuwa amemsaliti pia kwenye mahusiano yao. Tofauti na skendo nyingi za soka ambazo hubaki uvumi mtupu, hili lilipata uzito mkubwa kwa sababu mhusika mwenyewe alizungumza hadharani kuhusu tukio hilo. Habari hizo zilisababisha mvutano mkubwa kati ya Courtois na De Bruyne kwa muda, huku mashabiki wa Ubelgiji wakihofia athari zake ndani ya timu ya taifa. Walikaa miaka 10 bila kuongea wakiwa mahasimu wakali. Hata hivyo, baadaye wawili hawa waliweka pembeni uhasama wao. Mwaka jana 2025, Courtois alimpongeza hadharani KDB na kusema ni kiungo bora zaidi duniani. Sakata hili hutajwa mara kwa mara kama moja drama kubwa zaidi za mahusiano kuwahi kuhusisha mastaa wa soka Ulaya. 4. Max Lopez na Mauro Icardi. Max alikumbwa na moja ya skendo maarufu zaidi katika soka la Argentina baada ya ndoa yake kuvunjika,
huku aliyekuwa rafiki yake wa karibu na mchezaji mwenzake Mauro Icardi akitajwa kuanza uhusiano na mke wake Wanda Nara, ile papo kwa papo. Wakati huo Lopez na Icardi walikuwa wamewahi kucheza pamoja ndani ya klabu ya Sampdoria nchini Italia, huku Icardi akionekana kama mdogo wa karibu wa Lopez. Hata hivyo, mwaka 2013 ilibainika kuwa Wanda alikuwa ameanza mahusiano mapya na Icardi muda mfupi baada ya ndoa yake na Lopez kuvunjika, jambo lililosababisha drama kubwa kwenye vyombo vya habari vya Argentina na Ulaya. Tukio lilovuta hisia zaidi lilitokea kabla mechi ya Serie A kati ya AC Milan na Inter Milan, ambapo Max Lopez alikataa kumpa mkono Mauro Icardi wakati wa salamu za kabla mechi mbele ya kamera za dunia nzima. Tangia hapo, sakata hilo limeendelea kuwa moja ya simulizi maarufu zaidi za usaliti, urafiki uliovunjika na mapenzi kwenye dunia ya soka. 5. Jordan Ayew na Free Aqua. Jordan Ayew, mshambuliaji maarufu wa Swansea City, aliwahi kuhusishwa na skendo kubwa nchini Ghana baada ya kudaiwa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na Amanda, aliyekuwa mke wa Free Aqua. Sakata hilo lilipuka mwaka 2015 wakati Amanda mwenyewe alipowasilisha madai ya talaka dhidi ya Aqua, huku ripoti zikidai kuwa ndoa yao ilikuwa tayari imeharibika kutokana na migogoro ya muda mrefu. Hata hivyo, jambo lilozua mjadala mkubwa zaidi ni madai kuwa Amanda alikuwa ameanza kuwa karibu sana na Jordan Ayew, ambaye alikuwa rafiki na mchezaji mwenzake wa timu taifa ya Ghana. Ayew alilala na mke wa mchezaji mwenzake wa kimataifa kwa zaidi ya miaka 4 kabla pakacha kuvuja. Uvumi huo ulienea kwa kasi kwenye vyombo vya habari vya Ghana na mitandao ya kijamii, huku baadhi ya taarifa zikidai kuwa Aqua aligundua mawasiliano ya karibu kati yao yaliyomuumiza sana binafsi. Skendo hili ilitikisa sana taswira ya urafiki kati ya mastaa hawa wa Black Stars na kubaki kuwa moja ya simulizi zinazokumbukwa zaidi kwenye soka la Ghana. Kwa miaka mingi, dunia ya soka imekuwa si tu sehemu ya ushindani wa uwanjani, bali pia chanzo cha drama kubwa za maisha binafsi zinazohusisha mastaa wake. Kuanzia sakata la John Terry na Wayne Bridge hadi mvutano wa Thibaut Courtois na Kevin De Bruyne, simulizi hizi zimeonyesha jinsi urafiki, umaarufu, pesa na mahusiano vinavyoweza kugongana ndani ya maisha ya mastaa. Urafiki, usaliti, wivu na unafiki unaochochewa na tamaa za mapenzi kupitia wachezaji hawa imebaki kuwa simulizi ambazo zitaendelea kuvuta hisia za mashabiki duniani, kwa sababu zinaonyesha kuwa hata mastaa wakubwa wa soka, licha ya mafanikio yao makubwa uwanjani, bado hukumbwa na changamoto zile zile za mapenzi, usaliti, tamaa na migogoro ya kibinadamu kama watu wengine.